Wanandoa. Popote pale ulipo, ninakusalimu katika jina la Yesu, msikilizaji wa Radio Safina, na ni Alhamisi nyingine tena ninapokukaribisha katika kipindi cha wanandoa, kipindi ambacho kinakujia kile fikapo Alhamisi muda na wakati kama huu. Lengo kubwa na mahususi ni kukuelimisha wewe mwanandoa, lakini wewe ambaye unatarajia kuingia katika ndoa. Ni kweli zimekuwepo changamoto mbalimbali kwenye ndoa ambazo hizo zimewafanya wengi kuona kwamba ndoa ni mbaya, haifai kuingia, kiasi kwamba na walioko kwenye ndoa nao wanatamani kutoka. Lakini ukweli wa Mungu ni upi juu ya ndoa? Utakapofuatia kipindi hiki cha wanandoa utajua kabisa kwamba mpango wa Mungu ni mwema kuweka ndoa, na ndoa ni nzuri, lakini shetani ameiteka hii ndoa na kuleta vurugu katika ndoa ili kufanya ndoa zionekane ni kitu kisichofaa, kwamba Mungu alileta kitu cha kuwatesa wanadamu. Mimi ni Agnes Mayagila wa Elifuraha. Ninakualika tuwe sote kuanzia mwanzo mpaka mwisho kipindi hiki cha wanandoa Alhamisi ya leo. Nikukumbushe tu ya kwamba juma lililopita tulianza simulizi ya tabia ya mwanamke mwenye maneno mengi na mpenda fedha, na leo hii tunaingia sehemu ya pili ya simulizi hii. Una maoni, una ushauri, tuandikie 0744 925 926 0744 925 926. Na utakaposikiliza simulizi hii ya Bwana Nkinga na mke wake Manka, basi utatuandikia ujumbe wako mfupi. Na tunaongozwa na neno la Mungu kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 9 mpaka wa 11. Tusome hapo ili tuone kile ambacho neno la Mungu linatuambia kulingana na simulizi yetu hii ya leo, msikilizaji. Ni Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 9 mpaka wa 11. Na neno la Mungu linasema: lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Bali wewe mtu wa Mungu, uyakimbie mambo hayo, ukafuate haki, utauwa, imani, upendo, saburi, upole. Na sehemu ya pili ya simulizi yetu inaendelea. Nkinga alipofika chumbani, alipiga magoti akalia sana mbele za Mungu na kusema haya. Nkinga alipofika chumbani, alipiga magoti akalia sana mbele za Mungu. Mungu, haya ninayoyaona mbona yanausononesha moyo wangu? Je, ndoa zote ziko kama ndoa ya kwangu? Moyo wangu unaumia sana. Sitaki kufanya maamuzi yatakayoniumiza baadaye. Ninaomba unisaidie, maana bila wewe siwezi. Kabla Bwana Nkinga hajamaliza maombi, Manka aliingia chumbani. Umeshaanza kujilizaliza. Ukimaliza kujiliza, ukaoge na unipe hela nikakununulie chipsi ule. Manka akaondoka akarejea sebuleni. Bwana Nkinga akazidi kuomba na kumsihi Mungu amfundishe kunyamanza juu ya hayo yanayoendelea. Akamaliza maombi, akaenda kuoga, kisha akarudi chumbani kulala. Akamtumia ujumbe mke wake kuwa yeye hata kula chakula, apike ale mwenyewe, yeye angekula siku inayofuata. Manka alipoona ule ujumbe alikasirika sana, akamfuata chumbani. We Nkinga, unanichukuliaje? Yaani mapema yote hii ushaanza kususa. Unataka niwaze nini? Umetoka kazini, unasema huli. Umeshaenda kula kwa wanawake zako lazima nimwambie mama. Umekuja ukaanza kujilizaliza, au huyu Mungu umeshakupa chakula? Au huyo Mungu kakwambia usile? Mimi huwa sisusiwi. Sipendi kabisa haya maisha. Embu nipe hela mimi nikale zangu. Manka aliongea maneno mengi sana. Lakini Bwana Nkinga bila kujali, asubuhi aliacha shilingi 1.5 milioni. Alinyamaza kimya, akachukua wallet, akatoa shilingi 50,000 akampa, kisha akageukia ukutani
akajifunika akalala, huku akiendelea kumsihi Mungu. Una maoni, una ushauri kwa wanandoa hawa na wanandoa wengine wanaopitia kadhia hii? Tuandikie kwa 0744 925 926, 0744 925 926. Manka akatoka akaenda sebuleni. Ilikuwa jioni ya saa 12. Akaanza kuwaza, hivi huyu mwanaume ni mjinga au ni mjanja au ni mtu wa namna gani? Yaani maneno yote yale hakujibu hata kitu. Nisije nikaharibu chimbo langu kabla sijatimiza malengo yangu. Ngoja nimpigie mama. No, ngoja nimwandikie message. Naweza nikapiga simu hapa nikashtukiwa bure. Manka akaanza kuandika ujumbe uliosema hivi: Mama, leo nimevuna hela ya kutosha kama nilivyokuambia, na jioni hii karudi sijapika wala nini. Nikamwomba hela ya chipsi, kanipa 50,000. Kesho naenda kufungua akaunti, lakini leo kaja anaombaomba tu, na gomba hanijibu, hadi naogopa mambo yasije kuharibika kabla hatujapata hela ya ujenzi wa nyumba yetu. Mama, nakuaminia, nipe ramani nifanyeje ili asinishtukie kuwa simpendi, nimefuata hela tu. Akatuma. Baada ya saa 1, akiwa anakula chipsi kwa raha zake, anajiuliza, kwa nini mama hakunijibu message mpaka sasa? Akatoka nje ampigie simu. Mama, umekuaje na wewe? Na kuandikia message muda wote huo hunijibu. Mimi niko njia panda, nijibu basi nijue cha kufanya. Mama akamwambia, leo hujanitumia ujumbe wowote jamani, angalia vizuri labda message yako hujaituma. Manka akashtuka akasema, mama, usikate simu, ngoja niangalie kama sikutuma ili nikutumie tena. Nisamehe mama, nimekusemesha kwa ukali. Manka anaangalia kwenye ujumbe mfupi, ile message kumbe aliituma kwa mume wake Bwana Nkinga badala ya kuituma kwa mama yake. Na message inaonyesha imeshasomwa na Nkinga. Mama, nimekwisha, nimeumbuka. Kumbe message imeenda kwa Nkinga mwenyewe. Mama, nini kiliendelea? Fuatana nami juma lijalo kuanzia muda na wakati kama ilivyokuwa leo. Kwa ujumbe mfupi, maoni, ushauri, nambari ni 0744 925 926. Kitabu cha Methali sura 10 mstari wa 8 kinasema, aliye na akili moyoni mwake atapokea agizo, bali mpumbavu mwenye maneno mengi ataanguka. Endelea kutuma ujumbe wako, nitausoma punde. Mimi ni Agnes Mayaki.